kwa niaba yangu mimi mwenyewe na familia tunaleta rambirambi zetu kwa jamii, kwa ward nzima ya Purko na kaunti nzima ya Kajiado. Pokea hizo rambirambi. Wangapi wanazipokea jamani? Asanteni. Kwamba ameona ni vizuri tufike leo. Wakati kijana alikuwa na sherehekea ushindi, tulimtuma seneta wa Kitui, Mheshimiwa Wambua ambaye amekuwa hapa. Alikuja kuwakilisha chama. Na kwa hivyo nadhani sisi sasa tuko kusema ni wanaboma hili ni haki. Tumeongea kwa kindani pale na mzee wa rika yangu. Hiyo rika gavana nikumbushe. Ndio hiyo. Ndio hiyo rika yangu. Wale wa rika yangu ndio. Asante. Sasa naona pia wamekuja wale ma MCA wengi kutoka Ukambani. Simameni tena. Karibu wanakuwa wengi. Hebu Kaloi kuja hapa kwa mara nyingine. Ketini wengine. Huyu Kaloi ni Masai. Kudhibitisha ile Wambua alikuwa anasema, na vile gavana Lengo amesema, huyu Kaloi, hebu ongea Kimasai wasikie. Naona kama tunacheza hapa. Ni jaraje jizo kito. Ala norma sani. Aisha hapa ni ticket. Encha mewaipa. Geluni de MCA ya 3 ward. Na kwenda bila de Maria ende amaipunga watasa de lenga. Kwa Thriva na Machakos County Mavoko constituency ege bungo wagirengela ashiko ndine na shole amungera ipungela rasa ngaino lenga shole. Tumeona huu uhusiano wa dhati tena wa karibu sana. Kwa hivyo mimi pia mnikubali nilete rambirambi za aliyekuwa naibu wa rais awamu ya pili under Constitution 2010, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Anapokea hizo rambirambi zake pia na ametuma ujumbe kwa jamii ambao Mheshimiwa Seki aliuleta. Tunasema asante. Pia rambirambi kutoka kwa alikuwa waziri wakati mmoja alisimamia mambo ya ulinzi na wakati mwingine akawa anasimamia ungatuzi, Mheshimiwa ambaye ni party leader wa chama cha DAP, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Anapokea hizo rambirambi zake pia. Alikuwa njiani lakini tukakosania mahali akaona tumemwacha mbali sana. Akasema tulete pia risala zake za maombolezi. Kwa hivyo huyu kijana ametuacha wakati ambapo hatukuwa tayari kabisa, na kwa hivyo tunataka tu tuwaulizeni, muamini Mwenyezi Mungu, hafanyi makosa, muyakubali hayo. Kuna watoto wachanga wamewachwa, mmoja kwa chuo kikuu Kabarak. Nilikuwa nikielezea jamii asubuhi, nilikuwa na Mheshimiwa Gideon Moi na pia ametuma rambirambi zake. Mheshimiwa Moi ni chairman wa chama cha KANU, chama cha baba na kutingiza baba na mama. Si unakumbuka hiyo? Kwa hivyo hata nilimwelezea asubuhi Gideon Moi alikuwa anakuja kushauriana kwa mambo mengine, pia ametuma rambirambi. Na huyo kijana mdogo ako Kabarak University, huyo tutasaidiana na Gideon Moi na familia asome mpaka IT. Mheshimiwa Karantai ulisema juu ya mtoto msichana. Huyo mtoto ushirikiane na county attorney pale. Huyu ulisikia akisema kwa sauti yake kwamba atatoa scholarship kwa huyo mtoto hapo form 2. Sasa nyinyi mtashauriana kama huyo mtoto ataendelea mahali alipo ama mtampeleka Mama Malia Girls Secondary School. Hiyo mtashauriana. Anything you decide will be okay. Mheshimiwa Berisha, wewe ni kijana ambaye nakujua, niliona wakati wa campaign
Na maajabu ni kwamba huyu gavana Lengu huyu ni mtu ajabu. Kumbe yeye amekuza all of you. Hata huyo Seki ya Mtoda alikuwa minister wake alikuwa minister wa Lengu. Jamaa huyu analea kila mtu. Kwa hivyo Mheshimiwa Gavana, tunakuenzi, tunakushukuru. Asante kwa urafiki na msimamo wa haki. Na vile wewe huna chuki na mtu yeyote. Kwa hivyo it's amazing. You know, a lot of governors have problems with their deputies. Hata Martin is deputy, ni rafiki yake kabisa, naelezea kijana mzuri. Utajiona vile utashikanisha Seki na deputy governor yako usimamia. Na wewe ukiona uonde chama, karibu sana. Usipounda chama, ingia Wiper unisaidie maneno haya. Ukamilishe kazi. Ukamilishe hii kazi kwa sababu ni kazi muhimu zaidi. Sasa huyo kijana akilala, hatuna budi ila kujikasisi, tuulizane. Je, tuko wapi? Je, Kenya tuko wapi? Tuko hali mbaya sana. Mungu tu ndiye anatujali, anatuletea mvua kama baraka hizi. Wakati mnamwaga kiongozi, analeta baraka zake, ishara kwamba yeye ako pamoja nasi. Lakini kabla niulizane maneno ya nchi tuko wapi, Mheshimiwa Gavana, kubali nikuulize kwa heshima, hiyo pengo hapa ya hii jamii, hiyo pengo, hakikisha hapa hakutalala njaa. Tafuta mmoja wao apate hiyo kazi. Wazee wameuliza hiyo, na mimi sitaki kukuamuru, lakini wewe ni rafiki yangu. Tutafanya kusaidia hii jamii na hii familia. Asante kwa usaidizi wote huo, na kwa sababu hatutakuwa hapa Jumamosi, tukaona lazima tufike. Na pia tukumbushane, ni kweli kwamba kumbe mlikuwa mmenyimwa tikiti ya ODM. Mlikuwa mmenyimwa huyo kijana. Birisha, kumbuka vile mlikuja usiku. In fact, I remember tulikutana usiku saa 5 usiku. Saa 5 usiku. Wazee wakaja, Wamasai, wakaleta Birisha na hii timu yote, na gavana alikuwa amewapatia idhini. That is how we ended up securing this position for Wiper na kwa watu wa Purko. Kwa hivyo, kwetu ni furaha kwa upande mwingine. Lakini huzuni kubwa kwamba tulikuwa majority leader, umeelezwa juu ya wheelbarrow. Wewe na kuelewa sana. Wewe ni mtu hodari sana. Ukitaangalia vile hewa ilivyo, usiweze kawachwa nyuma. Sababu hii hewa itakuwa nzito. Na imeanza kuwa nzito. Sijawahi kuona wakati, mimi nimekuwa around for some time, sijawahi kuona rais akienda mahali alafu akitoka anaporwa mali. Sijui kama ni ile mkate alikuwa amesema atapatia watu. Walikuwa nataka tu lunch. Lakini unaangalia kila mtu akai properly, watu hawana kazi, wageni wanakuja wanashikwa Kenya. It never used to happen. Tunapatia watu wanaopigana nchi zao kama nchi jirani ya Sudan, tunakuja tunaunda serikali parallel in Kenya ili kuhatarisha hata usalama wa watu wetu. Wengine wanaleta wanaunda kama ile inaitwa Congo Land. Sasa angalia nchi jirani ya DRC, watu wanauana tu. Lakini haya yote tunajua tutajaribu tuyarekebishe. Na heshima yetu itaregeshewa Wakenya, heshima yao. Na nyinyi watu wa Purko hapa, Mungu atawaregeshieni kiongozi mwingine. Na tutakuwa pamoja nanyi wakati huu ukifika. Lakini kwa sasa ni maombolezi. Hapa. Ushauri wa maana sana.
kumekuwa kila mahali katika social media in the last 2 days. Mambo ya ajabu. Kalonzo huyo ako State House na Ruto. Kalonzo huyo ameenda State House. Sijui shida gani, kitu gani kinawakera hawa jamaa. Kitu gani kinawakera? Nataka niweke wazi. Nikiamua pote kukutana na Ruto, mimi mwenyewe nitatangaza. Na nisipotangaza, nyamaza. Nyamaza. Because you don't even know what you're doing. You may think you are trying to fight us, but you actually unainua heshima. Wazi, ni wakati anapatia mimi ile naona hiyo ile upanga alipatiwa na Uhuru, because hiyo ni jambo la kikatiba. Hiyo ama pengine kuna hali ya kutatanisha, kama lazima sasa kuwe na mambo ya kuulizana ni nani atakuwa chairman wa IEBC. Chebukati amezikwa juzi, ni nani atakuwa dialogue, kwamba the leader of official position lazima kuwe mashauriano baina. Ndiye alikuwa ameniappoint mimi na Ruto alikuwa ameappoint Kimani Ichung'wah. Kumbukeni hayo, sio? Kazi tuka hand over to them. In fact, hii picha moja wanatangaza kila mahali. Ilikuwa ni wakati tarehe 9 mwezi wa March mwaka jana. Nimepatia Raila, mimi na Kimani tumepatia Raila report hiyo. Sijui Ruto alikuwa wapi, amesemekana atakuwa ngapi saa 11 Ikulu, tukampelekea na tukamkamilisha kazi yetu. Lakini because of did nothing, absolutely nothing. Kwa hivyo Wakenya msidanganywe kwamba kuna kitu ati wanaweza kuimplement national dialogue 1 year after. Have they implemented our recommendation last year by March? Vijana wangeuawa June last year. Hii ni ukweli wa mambo. If they had implemented those recommendations, the Gen Z revolution would not have happened. So 2 years later, some of these recommendations require clear referendum. Kama kiongozi wa nani atakuwa wengi kwa bunge na mambo kama haya, ama nani atakuwa prime minister, those things require referendum. Kwa hivyo tuache hapa ku mislead wa Kenya wenzetu, kuwapotosha wa Kenya wazalendo kwamba anything can happen. What they can implement, na hiyo tulikuwa tumeweka kwa report, ni kwamba wale vijana walikuwa wameuawa 2023. Kumbukeni mimi na Raila tulikuwa katika mstari wa kufanya maandamano juu ya cost of living na vile vile juu ya kutoheshimu vyama kulingana na vile mahitaji ya katiba ilivyo. They were in particular messing up with Jubilee Party. Sasa mambo haya, and then all those other things tukakubaliana. Lakini tukisema kitu kimoja, waketi wahakikishe kwamba vijana waliuawa kiolela na polisi na risasi ya polisi in 2023, hao vijana walipwe ridhaa. Lakini kabla ya kulipwa ridhaa, askari ambao walikuwa wanahusika na kuwapiga vijana risasi wakamatwe, wapelekwe kwa mahakama. William, Raila na Ruto walikuwa wafanya hiyo kazi. Sasa hiyo ilikuwa 2023 edition ya maandamano. 2024 edition ni Gen Z. So tunakumbusha hiyo. Sio kusema tutaketi walipe ridhaa. Wakenya wanataka mtu anaitwa bunge huyu na wenzake wakamatwe, wapelekwe kwa mahakama, ndio Wakenya wajue hao viongozi kweli ile sahihi waliweka ina maana. Niliona ni vizuri nitaje hiyo. Lakini ikiwa anahitaji
Lakini ingine, wacheni upuzi. Wacheni upuzi. Hata ya Mulali ni Kalonzo tu ameenda kuona Ruto. Mimi sitaki hiyo chapati. Kwanza hiyo chapati. We also going to change the character of chapati. Chapati ikipigwa shillings, hiyo ni chapati ama ni kitu kingine? Chapati inatengeneza kina mama vizuri kwa ustadi. So don't also change the DNA of how we make our basic foods kama chapati. Wewe unataka kuchange DNA ya ng'ombe zetu. Hiyo ni ng'ombe tofauti, huwezi kula nyama unakufa after 2 years, vitu kama hivyo. So mambo haya ni muhimu zaidi. And I thought it was important nikiwa hapa kwa mazishi haya niambie watu kwanza, constitution of IEBC is important. Watu wa Purko mjiandae, because hiyo ndio hali ya maisha. Sioni hii uchaguzi ikifanyika ya by election until maybe mwezi wa June, July, huko tukielekea mbele, when we have an IEBC in place. Na sio hapa tu peke yenu hapa, utakuwa na pengine kama upande wa Northeastern huko Banisa constituents wamekuwa bila mjumbe for the last 2 years. Kwa hiyo mambo haya na muhimu zaidi. Na hata pengineko huko upande wa huko Kisumu na wa Mheshimiwa Wandai ambaye alikuwa waziri, amekuwa waziri wa Ruto. So now the people of his constituency have to get another representative. So there will be a lot of by-elections. Na zingine zinaweza zikaja zingine ambazo hazitarajiwi. Zitakuja sio kwa sababu ya watu kufa, lakini watu kujiuzulu. Kusema tuache mambo ya wheelbarrow, turudi mahali tulitoka. Na wakati huu kwenda mbele, Wakenya wenzangu, tuafikirie sababu ya uongo ajabu. Yaani wakiota wanaona kama wakidanganyana. It will not work. So maybe going forward, we may have to sign the People's Charter, so that if you are a leader, unachaguliwa kama MCA, kama gavana, kama kwanza president should sign People's Charter. People's Charter. Ukidanganyana kama hizi, unajua Mheshimiwa Ruto ametia fora kwa kutoa udanganyifu wa kisiasa mpaka akawa katika Guinness Book of Records. Kwanza akaingia kwa, this is why it's very surprising. Na ndio naona because vijana wanamwangalia, wanaona uporaji. So they also pora. And this is becoming very dangerous. Wanaanza kupora because kila mtu anakuwa mporaji. So sitaki niharibu mambo mengi. Nakuja kumsindikiza kijana yetu. Ujue kwamba sisi tunaunda sasa a very strong coalition. Kawa nyumbani mapema na dalili zimeanza kuonekana. Mvua ni nini? Ni mawingu. Tuliona mawingu hapa, mvua ikaja. Sasa kisiasa vile vile. Hii dalili ni wazi. So don't even beat about the bush. So naona mimi nikome hapo. Kijana yetu alale, and I want to put to rest that propaganda thing. Yeah? Some of them even committing crimes. Wanachukua letterhead ya Wiper Democratic Movement na kusema ni party leader ameandika. So the DCI, we are going to ask the DCI to investigate that crime. Some of it in the name of propaganda. I am a very big believer in social media. But the TikTok, TikTok is going to make these people go home. So social media, do your bit. Wakiona leta propaganda za upuzi, go for them. And I'm quite sure they will be restless until they are driven home by the people of Kenya. May God rest the soul of our friend, Mheshimiwa Simon Ole Saitoti, in eternal peace. Amen.
Hello?